Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Almustami'in alkiram, wasikilizaji wangu na watazamaji watukufu, alhamdulillahi rabbil alamin. Baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa khalaqal janna min marij min nar. Wa lan nushrika bi rabbina ahada. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na elimu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, thumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Wasikilizaji wangu na vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, leo twaendeleza somo letu la pungo ya marohani na vile vile kuzitaja sampuli au aina tofauti za pungo ya rohani. Jana mulielewa neno pungo, leo twende katika aina tofauti ya pungo za marohani. Pungo ya kwanza yaitwa pungo ya kuoshwa rohani. Pungo ya kuoshwa rohani. Pungo ya pili yaitwa pungo ya kufutwa rohani. Pungo ya kufutwa rohani. Pungo ya tatu yaitwa pungo ya kupewa rohani upato wa kaimu. Pungo ya kupewa rohani upato wa kaimu. Vile vile pungo ya nne yaitwa pungo ya kufutwa na jimbi mweupe. Pungo ya kufutwa na jimbi mweupe. Vile vile pungo ya tano yaitwa pungo ya jini rohani kufukizwa. Pungo ya jini rohani kufukizwa tunguri mwilini. Pungo ya sita yaitwa pungo ya jini rohani kuoshwa mfarujini. Pungo ya jini rohani kuoshwa mfarujini. Pungo ya saba yaitwa pungo ya rohani kupewa msinga, yani mbwisho wake. Pungo ya nane yaitwa pungo ya taji la jini rohani. Pungo ya taji la jini rohani. Pungo ya tisa yaitwa pungo ya kitami cha rohani. Pungo ya kitami cha rohani. Pungo ya 10 yaitwa pungo ya kusukiwa mkoba rohani. Pungo ya kusukiwa mkoba rohani. Pungo ya 11 yaitwa pungo ya kulalia mkoba rohani. Pungo ya 12 yaitwa pungo ya rohani kutoa jina. Pungo ya rohani kutoa jina. Pungo ya 13 yaitwa pungo ya rohani kuponda vuo. Pungo ya rohani kuponda vuo. Pungo ya 14 yaitwa pungo ya rohani kuoshwa pete. Pungo ya rohani kuoshwa pete. Pungo ya 15 yaitwa pungo ya osho la mchele mweupe. Pungo ya osho la mchele mweupe. Pungo ya 16 yaitwa pungo ya jini kupewa mkongoja au mkongojo. Pungo ya jini kupewa mkongojo rohani. Pungo ya 17 yaitwa pungo ya rohani kufungia au kuufungia ada mkoba. Pungo ya rohani kuufungia ada mkoba.
Pungo ya 18 yaitwa pungo ya rohani kuoshwa zafarani. Pungo ya rohani kuoshwa mzafarani. Pungo ya 19 yaitwa pungo ya rohani kufukizwa kizingitini. Pungo ya rohani kufukizwa kizingitini. Pungo ya 20 yaitwa pungo ya jini rohani kufukizwa tongole pangani. Pungo ya rohani kufukizwa tongole pangani. Pungo ya 21 yaitwa pungo ya rohani kupewa kidani cha kijini. Pungo ya rohani kupewa kidani cha kijini. Na pungo ya 22 yaitwa pungo ya rohani kupewa pini ya pangani. Pungo ya rohani kupewa pini ya pangani. Na vile vile pungo ya 23 yaitwa pungo ya manara ya kufungwa bendera ya rohani. Pungo ya manara ya kufungwa bendera ya pangani. Naam, vipenzi vyangu wasikilizaji wa sauti hii ya Mzimle, hayo niliyoyataja ni baadhi ya pungo za jini rohani, ila si za jini shetani. Ni baadhi ya pungo za jini rohani au mambo yanayokabidhiwa rohani rasmi kutambuliwa na kupewa uwezo wa kutekeleza mambo yako, na kupewa uwezo wa kuondoa magonjwa yako, na vile vile kupewa uwezo wa Mungu kufungua mazito yako, na vile vile kukinga mabaya yanayotoka kwenye viumbe wabaya au mabaya yenyewe. Huu ndio uwezo wa Mungu kwa marohani wanapowezeshwa na hao wakaweza. Sasa watakiwa ufanyiwe mambo yote hayo niliyoyataja kwa ajili ya rohani wako. Watakiwa ufanyiwe mambo hayo. Watu uniuliza, tushaelewa rohani nini na tushajua faida zake. Je, hayo ya kufanywa ni yapi? Ni hayo niliyoyataja. Haya niliyoyataja leo ni aina za pungo za rohani, baadhi yake ambazo nimezinakili au nimeziandika ili watu wapate faida 1, 2 au 3. Pungo ni nyingi, lakini hizo miongoni mwa pungo. Na nikizungumzia pungo za rohani, tafadhali sizungumzii pungo za wachawi. Sizungumzii pungo za wachawi. Somo langu, elimu yangu haihusiani na mchawi. Ikiwa wachawi wao wana pungo zao, basi hizo ni zao na hizo za kichawi. Sasa wao wajua wayafanyayo, machafu yao na mabaya yao. Sisi hatufanyi hayo. Hatufanyi hayo. Kwa sababu kuna wakati nilipokuwa naeleza pungo, kuna mchawi mmoja akasema hakutaja pungo nyingine fulani. Mimi nikamjibu, kamwambia hiyo ya kichawi, kwa hivyo mimi si mchawi. Sisi tunataka pungo za kirohani. Pungo ambazo watu watakwenda wakae pangani uchi, tupu wake na waume, alafu wateze ngoma wakikelia nini? Wakikelia vitami vya pangani tupu bila nguo uchi, na wakifanya mambo ya kipaka kile kitami. Kwa nini? Kwa makalio yao, na huku wakifanya nini? Wakiangana. Sizo si pungo hizo. Hiyo ni uchawi. Mimi sizungumzii uchawi, tafadhalini. Nyinyi wachawi msijitie katika department hii ya uganga, ya utabibu au walimu. Sitowataja kwa kazi zenu, wala sitowasifia kazi zenu, wala sitozitambua, kwa sababu nazijua ubaya wake na vile vile hazina mwisho mwema. Kuna mganga mmoja ambaye alikuwa akijiita mganga, lakini yeye si mganga, alikuwa mchawi. Alikuwa akifanyisha watu hizo pungo za uchi, za tupu, kwenda mabaharini, kwenda mapangoni, kwenda mapangani, wakiteza ngoma wakiwa uchi wa mnyama, na wakifanya vitendo ambavyo hata bila Uislamu, ubinadamu tu haipendezi. Ubinadamu tu haipendezi. Kwa hivyo, kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, na tahadharisha
ulimwengu na walimwengu, zaidi nyinyi ambao mwajiita waganga na si waganga, ni wachawi. Acheni hii department ya uganga, jitangazeni kama wachawi. Msishirikishe ikawa haionekani tofauti ya mganga na mchawi. Mganga ni mtu mwingine, mchawi ni mtu mwingine. Mchawi hufanya vitendo ambavyo siku havimfurahishi Mungu, havimfurahishi hata mwanadamu, na isitoshe la zaidi havimfurahishi paka yeye. Akifanya baadaye hukaa roho ikamsuta, ikawa yeye mwenye pia hakufurahi. Kwa hivyo mimi nawatahadharisha, kutokana na uwezo tuliopewa na serikali kama shirika la madaktari Kenya na TEPA Kenya, twatahadharisha wale waganga wote wanaofanya uchawi waache uchawi, na twatahadharisha wale wachawi wote wanaojishirikisha kwenye uganga na wao wachawi. Wao watafute kazi ya kujitambulisha wao kwa mabaya yao, kwa sababu uganga haujitambulishi kwa ubaya, isipokuwa uganga hujitambulisha kwa uzuri, na vile vile uganga una taratibu zake, vile vile una heshima zake, na vile vile una nini, una kicho chake. Kuna jambo katika uganga roho itakwambia usifanye, si sawa kufanya hivyo, si sawa, ni kinyume cha Mungu, ni kinyume cha wewe mwanadamu pia. Sasa utakuta watu wengine hawajui kuwatofautisha hawa watu wawili. Mganga aitwa mchawi na mchawi pia aitwa mganga. Naifundisha dunia ielewe kuwa mchawi ni mbali, ni mtu mwingine, na mganga ni mbali, ni mtu mwingine. Hawa ni watu wawili ambao hawalingani kabisa, hawalingani. Kama vile asali na subili hailingani. Asali ukifyoza mara moja au ukitia kidole mara moja, Waswahili wakwambia mtovya asali atovi mara moja, utarudia na utarudia. Na subili ukitia mara moja kidole huregeshi mara ya pili. Ile moja yatosha na itakukinaisha, itakufanya we umekinai. Kwa hivyo natoa amri kama katibu wa madaktari kuwa watu wajitahadhari na hawa wachawi, na vile vile wachawi wajitahadhari na hawa waganga, na vile vile waganga wajiepushe na wachawi au uchawi, ili ionekane kuwa daktari ni mganga na mwenye kudhuru watu au kuharibu ni mchawi, mwenye kufanya vituko na mambo ya kutishatisha. Sitaki kusifiwa wala sitaki kueleza ati hata sisi wachawi pia waganga, sitaki. Kwa sababu wachawi wamepigwa vita na Mwenyezi Mungu na vitendo vyao. Na kwenye Qur'ani ukisoma utawaona wametajwa wazi wazi kwa maneno ya sahir au sihiri. Lakini ukija katika mganga ambaye ni mtabibu, hana vita vyovyote na Mungu kwenye Qur'ani. Na uganga wenyewe hauna vita vyovyote na Mungu kwenye Qur'ani, isipokuwa watu waliponasidisha wakautanganya. Sasa wakaonekaniwa hawa wote wako sawa sawa. Hawako sawa sawa. Haiwi sawa sawa asali na subili, haiwi sawa sawa. Na kama wewe wasema iko sawa sawa, wewe kitwa chako mkibovu. Wale wanaosema uganga na uchawi kitu kimoja, wale mwabovu wa vitwa. Wataka wajielewe kuwa kwa sauti yangu hii ya Mzimle, vitwa vyao vishaoza, japo kuwa havijaharibika viungo vyao, mato ya sawa, masikio ya sawa, pua ya sawa, domo sawa, lakini kitwa chenyewe mishipa yake ishaoza. Manake hajui kutofautisha zuri na baya. Hajui kutofautisha zuri na baya. Yeye wasema Nabii Musa na Firauni wote wamoja. Hawai wamoja. Yule ni kipenzi wa Mungu Musa, huyu ni adui wa Mungu Firauni. Au kusema Abu Jahali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote watu wamoja. Hawai wamoja. Yule Abu Jahali ni adui wa Mungu, Nabii Muhammad ni kipenzi cha Mungu. Kwa hivyo huwezi kabisa kuwalinganisha ukaweka mahala pamoja, hata kama wewe pengine una chuki zako.
Hata kama wewe wakataa au watakaharibu, lakini ujue kuwa Mwenyezi Mungu anatofautisha kizuri na kibaya. Na akasema kwenye Qur'an, balil insanu ala nafsihi basira. Yani hata ukitenda kizuri wewe huwa wajua kan kizuri, na ukitenda kibaya pia wajua kan kibaya, kusudi zako tu. Kizuri ni kizuri, hakina jina mubadala. Kibaya ni kibaya na hakina jina mubadala mpaka kitakapobadilika. Hubadilika pengine kama vile mchawi kuacha uchawi na kufanya uganga, huwa shabadilika, alikuwa mtu mzuri. Na ndio utaona hapa babu yangu, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, Maalim Jamadari, aliandika kitabu ambacho chasomwa maskuli, chafanywa mitihani na watoto wa form 4 skuli, akakiita Mui Huwa Mwema. Hapa Mui ni muovu, Huwa Mwema ubadilika akawa mzuri. Lakini kutokea neno gani? Huwa. Katikati ya mistari ya maneno haya mawili Mui na Mwema kuna huwa. Huwa ni neno mubadala, limebadilisha kitendo kibaya kuja kwenye kitendo kizuri. Kwa hivyo itakapokuwa mchawi ataacha uchawi wake, aje afanye uganga, yani utabibu na ualimu, hapo ataitwa nani? Ataitwa mzuri. Lakini hatutofautiani sisi. Mtabibu, mwalimu na mganga hawatofautiani, kwa sababu wote wafanya jambo zuri. Isipokuwa sisi tutatofautiana na mchawi, mwanga na vile vile shetani mchafu, jini mchafu. Hawa watu wengine ni vitendo vingine. Kwa hivyo usilinganishe. Mimi nitasifu uganga una faida kubwa kwa watu. Uganga watengeza mwili wa mtu, uganga watengeza roho ya mtu, uganga vile vile watengeza rohani wa mtu, uganga watengeza mambo ya mtu, na uganga vile vile wazuia mabaya kwa uwezo wa Mungu ya mtu kufanyiwa. Hapa tutaelewana kidogo kwa mukhtasari nilioueleza mimi. Sasa huyu mwenye kufanyiwa hizi pungo nilizozitaja, vile vile huwa ana masharti lazima ayatimize, na masharti yenyewe si yale ambayo ni ya devil worshipper, ate kuambiwa kuwa ataitishwa damu ya mke wake au ya mwanawe au mamake ndo azidi kuwa tajiri. La, masharti haya ni masharti ya kuweka utulivu, ili kusudi rohani wako asiweze kupata pingamizi ya kuweza kufanya nini? Kufanya ule mustakbali wako wa baadaye, yani kukutengezea majambo yako. Lazima kuwe na mambo ambayo utazuiwa ukiyafanya yataharibu. Kwa mfano, mgonjwa wa baridi, mgonjwa wa maradhi ya stroke, baridi, kitu cha kwanza atawekewa masharti, aambiwe asile nyama ya ng'ombe, vile vile asile pilipili za kuwasha, vile vile asile madonge ya barafu yaliyokaa kwenye mafriji, vile vile ataambiwa asashiwe feni au banka. Haya mambo masharti madogo ambayo ya kusaidia ule mwili ukafufuka na ule mwili ukatenda kazi ukarudi kama zamani, ikawa mtu sasa yuwafanya harakati, yani yuwaweza kuinua mkono, mguu, yuwaweza kutembea, kuzungumza. Ni masharti ya kikawaida tu, si masharti yale mabaya. Saa nyingine mtu atanipigia simu mimi atanambia, Mfalme Kaimu au Mzimle, mimi nitaka rohani wa mali, lakini je, itabidi nifanye yale mambo? Mambo gani? Namuuliza. Yale ya kutoa kafara, mtu wangu. Kuna mmoja alikosa adabu wa swali, nipigia akanambia mimi niko tayari. Nikamuuliza uko tayari nini? Niko tayari kumtoa kafara mamangu au mke wangu au mtoto wangu, mimi nitajirike ni tajiri. Kwani wewe lazima utafute utajiri wa kinamna hiyo? Na mwisho wa kafara wajua ukishawatoa wote na wewe pia lazima utoke. Lazima na wewe ujitoe. Sasa kwa nini wewe mbali kama huogopi kuwadhulumu wenzako, hata wewe huogopi kujidhulumu wewe? Kwa kuna wakati na wewe pia utatakiwa ujidhulumu, useme na mimi natoka pia na natoa roho na ninyonywe damu. Haya mambo mabaya, haya si mambo ya mtu kutafutia utajiri wa marohani. Hayo ni kutafuta utajiri wa mashetani. Na shetani na rohani vitu viwili tofauti.
havilingani kabisa, kama vile mfano asali na subili. Asali tamu, subili iko utungu. Hili mwalijua. Sasa tunataka sisi tueleweke kuwa ziko ndia za mtu kupata kufungukiwa mambo yake au kuwa tajiri, lakini si ndia za kuabudu kisichokuwa Mungu, kufanya yanayomuudhi Mungu, na vile vile kutaka kufanya mambo ambayo ya kuudhi wewe pia nafsi yako baadaye. Wewe ukishaua mamako, ukishaua dadako, ukishaua sijui mkeo, ukishaua mwanayo, mwisho uje ujue na wewe pia. Jambo la kufurahisha au jambo la kuhuzunisha? Ni huzuni, jambo baya. Kwa hivyo mali haitafuti kwa mambo mabaya. Ukiitafuta kwa mambo mabaya ya mashetani, jua kuna siku wewe pia utalazimika kulifanya hilo. Kama uliua wenzako, lazima na wewe ufe. Na wewe lazima ulikunywa damu za wenzako, na damu yako inyiwe, watu wainywe. Kama ulikula nyama za binadamu, na wewe nyama yako lazima iliwe kama binadamu. Na wakanya watu wenye kufanya hizi dini au kufanya mambo ya kutafuta mali na utajiri kwa njia za kishetani, devil worshippers na wengine, haya si mambo, au wachawi, si mambo yetu ambayo ya kiganga au ya kitabibu wa kiwalimu. Na wameingia katika hizi department zetu kuzivuruga na kuziharibia, na vile vile kuzitanganya kazi zao. Sisi hatutaki. Kwa neno langu la world warning, na tahadharisha kila mchawi, kila devil worshipper, na kila ambaye atafuta utajiri kwa njia ambazo ni za kumuudhi Mungu au kujiudhie roho yake, basi ajikanye na hilo na ajitoe katika jambo hilo, na silo jambo lenye faida. Ni jambo la hasara kubwa baadaye. Walivyosema Waswahili, majuto ni mjukuu. Mambo hayo ukiyafanya, kipenzi changu nisikia hivi sasa kwa sauti yangu hii ya Mzimle, wajajuta baadaye, si sasa. Wajapata majuto baadaye, nakwambia kweli tena. Na wengine wakija kwangu maskini hawajui tofauti ya kutafuta mambo kwa njia za kirohani. Wao wajana hayo mwito yao au maneno yao ya kutaka nini? Oh, mimi niko tayari. Tayari nini? Kutoa roho ya mwenzake au kujitoa yeye roho pia. Kuna watu ana roho mbaya bwana. Mimi naona huyu mwenye kumtoa roho mwenzake ana roho mbaya, lakini mwenye kujitoa roho yeye mwenyewe ana roho mbaya zaidi. Kwa sababu mtu huyu huwa ameamua hata kutoishi kwa ajili ya kutafuta. Japo hato vitumia milele. Japo kuwa baadaye ataviata duniani ende bila kitu, faida yake nini? Watu watafute kwa njia za kisawasawa. Ziko njia za kuomba Mungu, ziko njia za kutengezewa marohani, wakafungua mianga, wakafungua wakakonyesha ndia, wakavuta mapenzi. Yuko bwana mmoja mimi nilimwambia nitakutengezea kwa njia za rohani wako akuvutie mapenzi ya watu wenye navyo, ili kusudi washirikiane na wewe. Manake wewe huna mshirika wa kupata pato lako. Na wajua duniani tumeumbwa kushirikiana. Waweza ukapata utajiri kwa njia ya kushirikiana. Urafiki tu. Angalia, kuna watu wametupwa mapipani, machokora, watoto wadogo. Wantupwa mapipani na wazee wao walipowazaa. Lakini akachukuliwa ampelekwa nyumba ya mayatima au aendelewa na mtu tu. Akatokezea mama au baba wa kizungu ambaye ana mali nyingi lakini hajafanya nini? Hajazaa. Asema mimi nataka kuadapti mtoto, nataka kuchukua mtoto wa mtu nimmiliki awe mwanangu. Nimwandikie vibali vyake awe mwanangu, jina langu lipewe rasmi na serikali. Alafu ile mtoto mali yangu yote nilionao mimi nataka nikifa aitwa yeye arithi. Huku kwetu Afrika yametokea hayo. Kuna watoto waliokosa malazi au malezi ya wazazi, lakini wakaangukia faida ya nani? Ya mtu, wakapata utajiri kwa njia za kirahisi za kutwaliwa tu, kupata malezi kwa mtu, kwa akifa kile alichonacho chote nchangu, na wamemilikishwa na serikali. Kabla yule mtu kufa ameandika wasia wake, ameandika wili yake kwa mimi kifa mali yangu yote ende kwa mtoto ndiye mwanangu, na hakumzaa yeye. Hii ndio moja ya kupata.
ampata akupata huyu mtoto ampata. Kuna wengine nao huja wakapata bahati za wazungu, ni baba ni mwanamume, ni mama ni mwanamke, katika umri wake akuja anjikuta anaangukia katika mapenzi ya kupenda mzungu, ni msichana ule mzungu au ni mtu mzima mzee, lakini ana mali tele na hajazaa, na vile vile akaandika kuamini kifa mali yangu iende kwa huyu mume wangu au mke wangu. Akajikuta yeye anatoka familia maskini, kwao kulikuwa hata kula ni kazi mpaka kutafutwe chakula, lakini ameangukia mahali amemiliki mali ya mzungu, wallahi bidhuni wakati, si wakati wa kwa yeye alikuwa ni mwenye kupata, lakini akapata. Pengine yule mzungu angezaa mwanawe au angeolewa na mzungu mwenzake, angepata yule mzungu mwenzake. Lakini leo kujapata wewe Muafrika kwa bahati ya kunini, kuoa au kuolewa, mali yote ya mzungu yaambiwa yako, kwa sababu wewe ndiye mke au wewe ndiye mume, na kuanzia sasa wewe ndiye mmiliki. Wamkuta mtu ameingia kwenye utajiri wallahi biduni wakati. Haikutarajiwa, angetarajiwa mzungu mwenzake kutokuwa nini yale mali, lakini ampata yeye Muafrika. Hata ngozi hawalingani, hata ngozi hawalingani na yule aliyempa mali, yule mweupe huyu mweusi kamwe. Huyu pia ndiye yakupata kwa njia ambazo si mbaya. Na kuna nyingine kutoka mtoto wa kitajiri au mtu mwenye mali zake akenda kaoa familia yoyote, na familia ile ikawa haijiwezi kwa hali duni. Sasa kwa kuolewa na mtu fulani si mzungu, sisi wenyewe kwa wenyewe, kuolewa na mtu fulani, kuanzia sasa ile familia ikaneemeka, ikawa sasa yaondoshwa pale iliko, yapelekwa mahala majua nyinyi. Kwa utajiri una miji yake, uwezo haukai tena wapi, hakukailiwi tena huku vichochoroni, mshomoroni, wala sijui Magongo. Watu enda Manyali, enda na sehemu ambazo za maganjoni, miji ambayo yaka watu wenye kumiliki matajiri, miji yenye jumba ambalo ndani yake kwa ingia nyumba 5 lakini kuna nyumba moja. Kiwanda kilichobakia chote ni mawanda tu, ni mahala pa kukaa, kupunga upepo, kuweka magari, na vile vile kutembea kwa hatua ndefu bila kutoka nje ya boma. Wako watu wakiwezeshwa, wakiondoka kwenye hivi vijumba vyetu ambavyo vimbanana banana, au space ni hiyo nyumba yako peke yake, ukisogea kidogo jirani ya kupeleka kwa chifu. Walai tuna mateso, hata upepo hatupati vizuri, tungeandamana kweli kweli. Kwa sababu ya nini? Ufukara na umaskini wetu. Lakini kuna watu nyumba alipoijenga kuna mawanda, kuna uwanda mkubwa ndani, kisha kuna fence, uwezi ingia hivi hivi, alafu kutoka kwake mpaka kwa mtu mwingine nako ni hatua. Hawaingiliani kuzibana upepo wala pumzi, wala hawachunguzani kwa nuka harufu ya kiteo gani ndani ya nyumba ya yule leo, sababu wako distance, wako mbali mbali. Hizi katika neema ambazo Mwenyezi Mungu humjalia saa nyingine mja akaneemeka. Ikiwa bahati unaolewa na mume mwenye uwezo wake, au mke anataka kuolewa na wewe na yeye ana uwezo wake, akakufungua wewe mwanamume, akikufungua wewe akakutoa kwenye maisha duni akupeleka maisha ya kifahari, wewe na familia yako mkawa sasa mwaneemeka, mwapata. Sasa ikawa tena hamujui tena ufukara mliokuwa nao, mliozaliwa nao. Sasa majikuta nyinyi watu na nyinyi pia mumeingizwa kwenye mabiashara, makampuni, mabiznesi, sijui wapi, mashares. Haya tena ushafungukiwa, si maskini tena. Hizi katika njia za kufungukiwa, njia bora. Njia nyingine ambayo mtu ufungukiwa ni njia pengine ya marafiki. Kupata rafiki akakwambia mimi namiliki kampuni au biashara, nataka tuwe pamoja, tushirikiane, tutaganya pamoja kitakachotoka. Ikawa sasa wewe pengine mtu yule aliyekuita kwenye kazi hiyo ni mtu mwenye kumiliki mabiashara makubwa, kama rais wa nchi akutia kwenye nini share yake ya biashara, pengine ndio maskini kwa heri huo.
Hiyo pia ndia ya kupata ya kimngu, si ya kishetani. Mwafanya kazi, mwatengeza kazi, mwapata mali au pesa. Watu ufungukiwa saa nyingine, ziko ndia nyingi za kufungukiwa. Kama vile rohani wako kukupa ishara ya kutembea sehemu ambazo zina nini? Madaini. Sehemu ambazo zina madini. Ya kutembea sehemu ambazo zina madini. Pia ni ndia ya kufungukiwa. Pengine ukafika mahali ukakuta hapa kuna nini? Hapa kuna utajiri. Ukaweza kufanya nini? Kumiliki pale mahali, pakawa ni kwako, ukapatengezea leseni za kiserikali na ukawa walipa nini? Kodi za serikali, lakini wachimbua. Watimba madini, watoa. Yakipelekwa, yakienda yakiuzwa, ukipata wewe mapesa mingi, ukawa tajiri. Kuwa ulizaliwa maskini, sasa umekuwa tajiri. Ziko ndia nyingi za kutajirika, ila zataka subra. Wajua saa nyingine subra kitu muhimu sana. Nilieleza utajiri watoka kwa Mungu, hautoki kwa shetani. Na mtu akiutaka kwa lazima, ndio pale atakwenda utoa kwa shetani. Na akiutoa kwa shetani, atakayompata makubwa. Atakula yeye na kizazi chake pia. Atakuwa mla nyama za watu, lakini si za buchari. Kuna kisa kilitendeka. Mungu akitaka kukupa hakuandiki barua. Haya maneno aliyosema Bi Kidude, mwimbaji wa taarabu wa Tanzania ambaye sasa ni marehemu, lakini aliimba maneno yenye mfumo na maneno yenye faida na maneno yenye kuzingatiwa. Kwa wewe usijilazimishe kutaka lazima upate, wakati ambao kupata kwake ni kwa ndia mbaya. Ni kwa ndia za kuua wenzako na kuja kujiua wewe. Ni kwa ndia za kuabudu mashetani na kufanya nini? Kumkataa Mungu. Ziko ndia Mungu aweza kukupa. Asema Bi Kidude wala hakuandiki barua. Kweli? Ulitokea kisa, bora uwe na subra tu. Kuwa na subra na utafute ndia za kisawasawa, utafungukiwa mja wewe. Kulitokea kisa na kieleza kuwa kulikuwa na bwana na bibi, walikuwa wameoana wakaishi miaka 30 katika hali ya umaskini. Miaka 30 katika hali ya umaskini. Na ikawa yule bibi kazi yake kupika vitumbua, akimpa mume wake, akenda ule stesheni, sehemu ambazo za vituo vya usafiri, akiuza vile vitumbua kwa kapu. Maisha yao yaliendelea kuuza vitumbua mpaka wakaitwa wauza vitumbua. Jina likawa sasa, wamjua yule muuzaji kitumbua na mke wake, sasa akawa itwa wauzaji vitumbua. Kitumbua. Lakini maisha yao ilikuwa ni kupika huo unga, wakiupeleka, ukishaiva, ushakuwa kitumbua, stesheni, sehemu zenye watu wengi za usafiri, wakiuza kule, wakipata chochote ambacho si cha kutajirisha, wala si cha kumpa mtu uwezo mkubwa, lakini saizi yao. Kwa hivyo ikawa maisha namna hiyo. Maisha ilipofika, yakawa sasa mwaka wa 30 umefika. Siku moja yule mke alienuka na kitwa kibaya sana. Akamwambia mume wake, mpaka lini sisi tutakuwa maskini? Na mpaka lini tutauza vitumbua? Na mimi tangu unioe miaka yote hiyo hatuna maendeleo mpaka leo. Kwa nini? Na mimi nangojea nini kwako? Nangojea kufa hivi fukara? Nangojea kufa na harufu za vitumbua mwilini? Nachoka sasa. Siwezi tena. Nasubiri mpaka nafikia mahali sina uwezo tena wa kusubiri. Mume akamwambia, sasa tufanyaje mke wangu? Akamwambia la kufanya ni sasa kila mmoja atafute maisha yake. Pengine mimi na wewe hatuna nuru au hatulingani, nyota zetu hazifanani. Kwa hivyo yaonekana wewe wataka kunifisha mimi katika nini? Umaskini, ufukara na harufu za vitumbua. Wataka nife hivyo. Na mimi siko tayari mume wangu kufa hivyo. Kwa hivyo hapa tulipofika tufanye nini? Tuatane. Mume akamwambia, mimi sioni, kwa sababu mimi mke wangu najua, tumuombe Mungu, huenda siku moja atatufungulia. Tufanye mambo ambayo Mwenyezi Mungu ataturidhia, na vile vile tusubiriane, huenda njia itatoka, tutafungukiwa. Alimpa maneno mazuri. Mwanamke akamwitikia, akamwambia sawa, lakini sawa ile ilikuwa ni kuwa ana jambo kesho atalifanya.
Akamwona mume mkaidi, hakutaka kushindana naye. Siku ya pili akapika vitumbua, akamtilia kwenye kapu, akampa, akamwambia anenda kauze kama kawaida yake. Bwana akatoka kwenda kuuza, na bibi bwana pale pale akajitayarisha kuoga, kukusanya vitu vyake vyote, yuahama, yuatoka nyumba. Hataki tena maisha ya kimaskini ya huyu bwana. Anapupa kutajirika, atakotajiri kwa haraka. Lakini hana subra wala hajui utajiri waja saa ngapi. Basi akafunga mlango wa nyumba, akaenda kwa jirani, akampa ufunguo, akamwambia huyu bwana leo akija, mwambieni kuwa mimi nishajitaliki, nishajiatisha, mimi si mke wake tena. Nachoka mimi kuishi maskinini, nachoka kuuza vitumbua kila siku, nachoka mimi kuteseka katika maisha ambayo sendi mbele, na sije nkafa mimi, nkafa kwa sanda ya kitumbua. Kwa hivyo akija mpeni ufunguo wake, na mwambieni asitafute. Asinitafute niliko, mimi mwenyewe ninaridhika kwa sasa mimi na yeye basi. Aendelee vitumbua pike yeye mwenyewe, akauze yeye mwenyewe. Akatoa maneno mengine mabaya na machafu kweli kweli. Akasema mimi kurudiana na yeye kama kulalwa na babangu. Yaani akatukana, wajua kuna wasa wengine, kuna watu wasema maneno ya kupita mipaka ya Mungu. Basi akashikandia kenda zake. Yule bwana maskini akauza vitumbua, hajui aliyoko huku nyumbani kwa mke ashambadilikia na ashashika njia, ashajitaliki, ashajipa talaka mwenyewe na hamtaki tena maisha. Alipomaliza kuuza vitumbua vyake mwenyewe, na siku hiyo Mungu alimbariki, siku zote ubakisha hata kama kitumbua kimoja ikawa hakikununuliwa, wakaja wakakila wao wenyewe nyumbani. Siku hiyo vilisha vyote. Akaona leo neema bwana. Akaamua kurudi nyumbani na furaha ya kuwa amemaliza biashara yote leo. Wamepata faida mpaka kitumbua cha mwisho. Alipokuwa rudi nyumbani ndiani, roho yake ikamwambia kila siku apita na barabarani, leo pita na mwituni. Ingia katika hii shortcut ya kwenye mwitu. Wasemekana mwitu ni mbaya, kuna wanyama wauma watu, kuna majambazi washika watu, kuna nini, lakini hebu leo pita. Roho tu ikamwambia. Na roho yenyewe ilikuwa rohani wake. Rohani wake ndio akamwambia wewe badilisha guu. Akapita akaingia mwituni. Mwenyewe atembea ana raha ya kumaliza vitumbua vyote, aelekea nyumbani. Akifika katikati ya mwitu, haangalii chini, atembea akaporomoka. Akaona ishara gani? Haya ndio alikuwa sitaki kupita huko mwituni. Na siku zote sipiti. Angalia leo naporomoka. Yeye akateremka bwaba ka chini ya shimo. Lilikuwa shimo limfinikwa na nyasi juu. Huwezi jua shimo mporomoka. Na yeye walilia majuto ya kuwa kwa nini sikutembea ile ndia natembea kila siku. Ninatembea ndia ambayo leo naumia, naanguka. Kumbe akiangalia chini alipoangukia, ameangukia katika shimo la migodi. Shimo la kutimbiliwa la tumbuliwa dhahabu, yale manoa, yale mazima yale manoa. Kumbe kuna watu walitimba shimo wakatoa manoa, wakabeba kenda zao, wakafinika pale kwa washabeba alichobeba wantosheka, wakaata vile vingine. Sasa yeye kutumbukia akaona nshari, kumbe ni kheri. Akipeleka mato ona mkweli haya mimi ndo yaangukia. Apeleka mato mara mbili afutafuta, angalia kweli. Ikabidi ile kapu ya kitumbua achukue manoa ajaze ndani. Akatoa akatia akajaza, akatukua ile majani akafinika juu, akajiburuta mwenyewe mpaka juu, akatoka shimoni. Akalibeba kapu lake akiomba Mungu ndiye kusitokee mtu ambaye atamnyang'anya. Akajivuruta enda nyumbani. Leo furaha ya ajabu. Leo enda peleka neema na mazuri nyumbani. Na asema kuanzia leo mke wangu hatolala njaa, hatopika tena vitumbua, na vile vile kila changu nitammilikisha yeye. Utajiri wote ndio upata toka kwake wa kunivumilia mimi miaka 30 ya shida na tabu. Hasa yuenda na neema ya kumwaza mke mazuri kweli. Hata akifika nyumbani akutakufuli, amkuta jirani amwambia tukua ufunguo wako, huu ufunguo uingie. Mke wangu yuko wapi? Aambiwa mke asema kuanzia leo na yeye baina samawati wala ardhi. Mwe mbalimbali kama mashariki ilivyo mbalimbali na magharibi, hazishikani. Usimtafute, ashajiatisha, si mke wako.
na wewe endelea kupika vitumbua uuze mwenyewe, ye hana haja na wewe duniani mpaka kesho kiyama. Do. Yaani waweza kula tabu na mtu, waweza teseka. Ile siku mtu yuwatajirika ndio wewe wafanya nini? Wakosa subra. Na duniani kuko hivyo. Kuna watu mke aweza kana mume miaka kateseka naye. Siku mume atakapewa na Mungu ndio yeye watoka nyumba, aomba talaka au ajiatisha. Bila sababu za kimsingi. Sababu nini? Umaskini. Umaskini si sababu ya mtu kuomba talaka. Watu huomba utajiri kwenye umaskini na utafuta ndia za kujitetea na wana subra katika ndia hizo. Huenda Mwenyezi Mungu akakupa wakati wowote, lakini sasa huyu subra ilimshinda mwisho wa kupata. Yaonekana mwanzo wa maisha yake na mume hakuwa na nia njema, alisubiri kwa sababu alikuwa yuko kwenye nini? Yuko katika nia mbaya. Lakini jema likiwa laja au neema yaja, furaha yaja, hiyo tajiri waja au mali, huenda ikawa wewe pengine si katika wao wenye nia. Hukuwa na nia ya kuwa wewe miongoni mwenye kupata, na wajua siku zote waambiwa wakukosa mvakukosa. Kinachomkosesha mtu nia. Ana mawazo mabaya kila siku na mumewe, ana nia mbaya kila siku na mumewe, na vile vile haoni mwisho mwema. Kwa labda pengine atoae mume ndio yaona mwisho wake huyu ni huu tu. Hajui mtoaji ni Mungu na ndia zake. Likuli shay'in sababa. Kila jambo lina sababu zake, kila hakuzijua. Akaukimbia utajiri bila kujua. Mwanamume akashukuru Mungu, akafungua mlango, akaingiana na nyumba yake, akaeka mali zake. Siku ya pili akazitafutia biashara, zikaenda zikauzwa mbali, zikaleta faida, akawa tajiri mkubwa. Ghafla tu mji mzima umiliki yeye, na yeye ndio tajiri kuliko matajiri wote. Akaanza kuneemeka, akatengeza majumba kifahari, akatengeza mabiashara makubwa, akatafuta bibi, akaoa mzuri mwenye nia, akakaa kama mfalme na kama mmiliki wa mali. Sasa siku zilipita, habari zikaenea sehemu nyingi, zikamfikia mpaka yule bibie kule kwao alikokwenda, kwa wajua wewe unao habari. Akamwambia, anayemwambia sina habari. Lesi mtalaka wa fulani, so ulijiatisha, lijiatisha na simtaki hata kumuona mpaka kesho kiyama. Yule mwanamume yule bado anayo maneno yake ya kufuru. Yule mwanamume, mimi nilijitesa tu pale kateseka. Bwana habari zilizoko, mume wako sasa tajiri mkubwa duniani. Yuamiliki kweli kweli, si machezo. Maneno tu hayo ataka kunishawishi, labda mtumwa nirudie biashara ya vitumbua mimi. Aambua kama uamini, tembea ukaangalie. Nenda pale mlikuwa mwaishi kama yuko tena, na kile kijumba cha kuregarega kama kiko. Hata ndio tukaangalia, wakifika kweli sipo, hayuko bwana, nyumba haiko tena, kumbakia kiwanda. Bwana nitafuta sehemu nzuri, sehemu kubwa, sehemu ya kifahari. Watu wala nini? Wenyewe wasema wazungu, wala upepo wa bahari. Waangalia kinachopita angani. Bibie roho ikamwanguka, mshtuko ukampata, tamaa ikamuingia. Lakini mimi ni mke bwana, hajani hata. Akaenda mbio kujikimbiliza ndani ya milango kutaka kuingia. Maskari akamwambia, wewe ni nani? Si hatukujui. Mimi mkewe. Mkewe? Ngoja tumuulize basi mwenyewe mwenye nyumba. Kuna bibi hapa lazimisha kuingia, sema mke wako aitwaje? Aitwa fulani. Kama ni wewe muingizeni. Akaingia mpaka ndani. Akiingia, kitu cha kwanza alichokabiliana nacho, alimwona mumewe anakaa kwenye kiti cha kifahari, kiti kilichotengezwa na madhahabu na malmasi. Kisha kuna kiti cha pili, upande wa pili jirani yake kinka mwanamke mrembo. Yapi mume wangu? Akimbilia kumuhag.
kumshika mpige pambaja. Akamwambia stop, simama hapo hapo, mimi si mume wako, sema mtalaka wangu, sema hivyo. Akaona mambo yambadilika hapo. Kuvundika moyo kubaya, tamaa mbele, mauti nyuma. Ankosa kila kitu, tena ankosa siku ya mwisho. Saa nyingine weza ile ending ya umaskini kuingia utajirini, leo ndio wakosa utajiri. Sababu ya kuwa katika umaskini wako hukukaa na moyo, hukukaa na nia, hukukaa na subra, na vile vile hukutegemea Mungu. Wewe unategemea kwa biashara ya vitumbua ndio itakao kufanya nini? Itakao kulisha na itakao kuufisha. Haitokani na biashara, mali au tajiri. Usioni mwenye kufanya kazi ndio aweza kuwa tajiri, au mwenye kuwa na nini, mwenye kurithi ndio akawa tajiri. Wote hawa saa nyingine waweza kuwa maskini vivyo. Si ndiye aweza kupata utajiri. Utajiri waja kwa sababu zake, zaombwa Mungu, vile vile zatengezwa ndia za kulekea nini, uwezo wa Mungu alioumba kwa viumbe ambao wanawezeshwa. Sasa wewe ukipata mtu akikwambia ndio uwe share yangu, huwa yule mtu anawezeshwa na Mungu, kisha kufanya kazi naye maganya sawa sawa kinachopatikana kwenye biashara yake. Wewe pia watajiri, si ni uwezo wa Mungu huo kwa mja? Kwani utakao mshirikisha? Utakao mfanya shirki? Hakuna shirki hapo. Hukumtegemea mja, mshirikiana na mja mwenzako katika kutoana katika nini, umaskini. Na leo yeye alikuwa nacho, ankupa na wewe ukuwa unacho, mko sawa sawa. Siku ati angalia sasa amfanya shirki, antegemea binadamu mwenzake, antegemea mtu. Kwani watu wapata kwa ndia gani? Wewe uliambiwa ndia za kupata ndia gani? Kama sikupata kwa watu, ngupata kwa ardhi. Elewa Kiswahili. Hii ardhi ndio ile beba mali, watu ndio wale wanaoitumia mali. Sasa ili Mungu akupe, atakutolea sababu kwa watu au kwa hii ardhi, kwa shughuli. Na ndio watu wa matajiri wana uwezo wapata. Angalia bwana, ardhi kutumbukia shimoni, kumbe ndio wapata nini? Apata madaini, apata madini zinazolala ardhini, zilizofukiwa. Ardhi ina mali, kisha amekuwa tajiri. Mke waja sasa kumbe ni mtalaka, na ashajitaliki mwenyewe, lazima awe mwenye nyumba, ambao kushaingia mwingine ambaye antamka subra, antamka yuko saa nyingine waweza ukapata tabu, waweza ukalima lakini usivune. Bambua saa nyingine pia una nia mbaya, mlimaji wewe, mvunaji mwingine. Angalia akaja akavuna mtu mwingine bana. Yeye akaambiwa wewe ulijitaliki na ulisema mimi duniani mpaka kesho kiyama siwe na wewe, si mwenzangu. Wataka nini hapa? Ila wema moja nitakufanyia. Kwa vile ulikaa na mimi miaka 30 ya mateso, tukateseka pamoja na ukajichoma na moto kwa ajili ya mimi, nikafanya nini? Nikatafute riziki ya vitumbua vako niuze tuje tule. Chochote utakachosema utapewa, lakini usiseme mimi ni mume wako, na usitake kuwa mmiliki wa mali yangu. Wakati mali ninaipata ilikuwa imemilikiwa na mimi mwenyewe, ikabidi alie, augue, na baada ya siku chache maskini afe. Alikufa kwa idhilal, alikufa kwa roho kumsuta, alikufa kwa kukosa subra ya mwisho wa jambo. Na Waswahili wakwambia ukiona ngoma ukisikia mlio wa ngoma mchacha jua sio. Mpaka utakapoelewa kuwa mambo mengine waweza ondoka leo yakaingia kesho, waweza ondoka asubuhi yakaingia jioni. Hujui mja Mwenyezi Mungu amwandikia nini, wala mja atapata lini, huwezi jua. Ila katika kutafuta kwa taka subra, na vile vile kwa taka jitihada, na vile vile kwa taka kutengezwa, na vile vile kwa taka nini, rohani kitwani ya kupe mwelekeo. Yule bwana kupewa na rohani wake mwelekeo, ingia mwituni, alikuwa yuenda pata nini? Enda toka kwenye ufukara wa umaskini,
ende akapate mali awe tajiri. Kwa muda mchache tu wa yeye kufanya nini? Kukimbiwa na mke aliyekaa naye miaka 30 kwa subra. Manake alikuwa haumii mke tu kwa kuchoma vitumbua, hata mume aumia kwa jua kwenda kuuza vitumbua na kukaa juani akiuza biashara mpaka saa 10 pengine. Mpaka saa 10 kwa hakuna watu kwenye nini? Kituo cha gari, kituo cha watu cha usafiri, ndo arudi zake nyumbani. Yaumia mwanamume, lakini yeye huyu alijichukulia yeye tu ndiye mwenye maumivu. Yeye ndiye muumiaji mkubwa, akamwata mwenzake kwa yule yuumia zaidi. Hati nafsi. Tuate hati nafsi. Tuate kujijua wewe, kutojua mwenzako. Wewe mke ikiwa wateseka katika maisha ya umaskini, mume ateseka zaidi. Na wewe ni wakuungana na mume katika nia na kuomba Mungu na kutegemea ndia za Mungu alizoziweka, sababu zake za wewe kufanya nini? Kutoka kwenye ufukara ukaja kawa kwenye utajiri na mumeo. Lakini yeye aliona yeye akiondoka pale atakwenda apate mume mzuri, apate mume mwenye mali, apate mume tajiri, apate kutoka kwenye ule unuka uvundo wa vitumbua. Si vyote venye kunuka vibaya vaishia vibaya. Hata ukimwona mjengaji ainua mawe, akoroga simiti, aika vyuma, achimba mtaro, kweli ni utamdharau kwa mvango ya kupararuka au yajichokesha yule, yajiharibu mwili na vile vile yajiumiza. Lakini baada ya miaka ijayo, kama nyumba ile yejenga yake, akikaa kwa fahari kwa nyumba ni nyumba nzuri katika mtaa mzima au mji mzima, tena nyumba ya bloki ya mawe, tena ina vioo, tena ina mapambo, tena ina nini, utajua kwa alikuwa hachoki bure. Alikuwa watengeza nini? Furaha ya baadaye. Ajaye. Sasa kuna mambo ambayo ni wahakikishie. Ukijisaidia Mungu atakusaidia. Ukijisaidia Mungu atakusaidia. Na jambo bora zaidi la wewe kujisaidia ni kumtegemea Mungu na kutafuta sababu. Sikiza maneno ninayokuambia mimi kwa sauti yangu hii ya Mzimle. Usikae ukaona utapata kirahisi. Hiyo ilikuwa ni bahati nasibu iliyopita kwenye elimu za nini? Za mitume. Mtegemee Mungu, fatawakkal ala Allah. Na kumtegemea Mungu ni kutafuta sababu. Ndiye ambayo itakunini? Itakuondolea kama ni ufukara, umaskini, shida, tabu, mateso na mambo mengine ambayo pengine wewe kula kwako ni mlo wa mbwa. Astaghfirullah alazim. Kuna watu wala mlo wa mbwa. Yani mtu aweza tinda mnyama, ile nyama ya mbuzi yote mwenye kutinda akajiwekea yeye, maini akajiwekea yeye, akampelekea vile viungo ambavyo vafaa kupewa mbwa. Unajua nini chakula cha mbwa kwenye nyama nini? Akakati wakati wa vile ambavyo kwa wengine wakila huwa ni dharau. Kuna matajiri hawali matumbo ya mnyama. Hata tinda mbuzi tumbo lazima alitupe au mpe mtindaji, kwa sababu yeye kwake kichafu kile chatoa mavi. Miguu haya sitofanya supu. Wenzetu kwao ni matusi. Hawali kwato zilizokanyaga mitaro ya mikojo na mambo mengine. Kitwa kina mato, kina pua, kina kamasi, kilikuwa hali chatolewa kile. Huko kwetu si kiteweo, kwao nini? Kwao ni matusi, kwao ni uchafu, na kwao vile vile si ustaarabu. Kwa hivyo watatuletea sisi ambao mwenye hali ya low class, watu duni. Sisi twapigania hatayo matumbo tukiyapata huwa
huwa tumpata hatuli nini chakula bila kiteweo. Kwa wenzetu ni uchafu. Angalia watu waneemeshwa mpaka mpita mipaka pia hawaona kuwa jambo fulani ni si klasi yao, si kitu chakuliwa na yeye. Hapo utaona kuwa apewa mpaka mtu saa nyingine kufuru. Lakini mlango wa kupata ni kutafuta kwa njia za kheri, kwa njia nzuri, kwa njia za kimungu, kwa njia za kimarohani, kwa njia za kusubiri na kwa njia za kujitahidi. Alivyosema babu yangu muimbaji wa taarabu Muhammad Khamis Jumabalo, nyimbo moja ilinipendeza sana alipotoa wasia. Akasema jitahidi usilale au usikae hasa kwa dunia hii. Mtegemea cha ndugu ufa maskini. Utapewa pewa paka wafa wapewa. Kwa sauti yangu hii ya Mzimle, ziko njia za mtu kupata. Ziko za njia za mtu kumtoka kwenye ufukara akawa tajiri. Mtegemee Mungu, tafuta sababu ndiye ambazo Mungu ameziwekea sababu. Maana hashuki yeye na kikapu cha dhahabu akakuletea kitandani. Chaelewa? Ni wewe kuna ndia waweza ukasema. Na hawa ambao Mwenyezi Mungu ankujalia wewe unaolewa au wewe waishi lakini hujapata utajiri. Jaribu wewe mtu ambaye una mizani ya subra. Jaribu uwe na mizani ya subra, kwa sababu saa nyingine waweza teseka miaka yako yote, umri wako wote. Siku ile endapata ndo ukakosa. Angalia kisa cha ajabu. Huyu mwanamke angejua kama leo mume wangu yuwapata, asingebeba mafurushi yake akatoka nyumba na akayatisha kwa majirani. Angesubiri leo siku moja tu kaanguka siku ya pili. Na alikuwa mali yake, angepata habari njema. Angekuwa na subra, angepata habari njema. Ilikuwa yeye ndo awe mwenye mali na awe mmiliki na awe sasa biashara ya vitumbua kwa heri. Sasa watafanya mabiashara mengine ya kuuza magari, kuuza maduka ya dhahabu, vyombo vya dhahabu, kufungua mapatrol station, akauza mafuta yenye pesa na mambo mengine duniani watu wauza paka mameli. Angekuwa yeye, lakini angalia kwa kukosa subra kwake na nia yake haikuwa nia. Wambo ukikaa na mume kaa kwa nia, ukikaa na mke kaa kwa nia. Na hata kama uko katika mitihani, Mwenyezi Mungu huja akawavusha kwa sababu ya sababu. Huenda ikatokea sababu mkavuka na ikawa mwanzo wa kuokoka wewe na wanao na kizazi chako. Lakini saa nyingine baweza jikosesha mama au baba. Pale waamua ndio kumbe wakimbia kheri. Shaelewa? Qur'ani yasema asa an takra'u shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Hasemi urongo Mungu. Usipende kuwa na tabia ya kuchukia na usipende pia vile vile kutopenda. Kwa sababu waweza ukatukia jambo kumbe lina kheri na wewe. Waweza ukautukia umaskini wa mume wako kumbe ndio utajiri utatokea hapo. Na waweza ukapenda jambo kumbe lina shari na wewe. Kutoka nyumba kuomba talaka kilazima na kumwata mume wewe mwenyewe, ukaona lile jambo zuri kumbe mbaya na kukosesha utajiri na mali. Kumbe na kuwatapa patupu. Na alipopata yule bwana, yule mke alipojua mume wangu ampata, alipoambiwa wewe si mwenye kumiliki, lakini utakacho utafanyiwa, hata hakuwa na haja ya kufanyiwa. Alijisononesha, akasononeka, akaugua na vile vile akafanya nini? Akafa kwa maungulio ya roho. Saa nyingine maungulio ya roho yaua. Roho kuungulika ni sehemu ya sumu. Weza ukafa. Kuwa na subra, mtegemee Mungu, tafuta ndia za kunini? Kujikomboa, kujitoa kwenye umaskini na ufukara, kujitetea yani. Na Mwenyezi Mungu hamtetei mja mpaka mja ajitetee. Ukijitetea, ukijisaidia Mungu atakusaidia.
Ukiisaidia Mungu atakusaidia na utasaidika insha Allah. Mpaka kufikia hapa, wapenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, naona mumeelewa vya kutosha na mumeilimika kwa somo letu la leo. Insha Allah, tengeza rohani wako na mambo yako pia yatatengezwa na rohani wako kama yalivyotengenezeka kwa huyu bibi. Bwana akapata. Sina budi kuishukuru Station TV ya Mzimle ilioneka hewani, Khadija Abdallah Mwinyi program manager, Safia Ali Ahmed chief engineer, Zainab Yusuf Othman director, Evans Abusolo Juma managing director, Mwana Hamisi Mohamed Guyo pamoja na Rukia Abdallah Mwinyi watayarishaji wa mavazi yangu. Na waaga kwa kuambia nawapenda sana, na sauti hii ya Mzimle ni yenu ya wapenda, na nyinyi ipendeni. Inshallah tuwe pamoja kwa faida na manufaa ya kipindi hichi.